Simama juu turudie tena katika jina la Yesu. Weka mkono wa kulia juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Siku ya leo, asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu, ninakataa kunyamazishwa na ninakataa kunyamaza. Sema kila roho inayofanya bidii kuninyamazisha haitafaulu. Kibiashara hamtafaulu kuninyamazisha. Kifamilia hamtafaulu kuninyamazisha. Kimaisha hamtafaulu kuninyamazisha. Kihuduma hamtafaulu kuninyamazisha. Kila roho, kila mwanadamu ambaye nia yake ni kuninyamazisha, katika jina la Yesu ninainuka leo na kusema nakataa kunyamazishwa, nakataa kunyamazishwa, nakataa kunyamazishwa, na ninakataa kunyamaza kwa jina la Yesu. Imeandikwa nipige kelele, imeandikwa nipaze sauti, imeandikwa nisinyamaze. Kwa jina la Yesu nakataa kunyamazishwa. Sema kila roho katika ulimwengu wa roho inayotafuta kuninyamazisha haitaweza, 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 haitaweza. Nakataa kunyamazishwa, nakataa kunyamazishwa kwa biashara, nakataa kunyamazishwa kimaisha, nakataa kunyamazishwa kihuduma, nakataa. Sitanyamaza, 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 sitanyamaza. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Amen. Ndio kama za kumwambia kataa kunyamaza. Ndio kama za kumwambia kataa kunyamaza. Sema ninakuombea. Shika mkono wake, mwambie ninakuombea. Wanaofanya bidii wakunyamazishe hawatafaulu. Wanaotaka kukunyamazisha kule kazini hawatafaulu. Asiyekupenda anayetaka kukunyamazisha na kuombea utafaulu, utafaulu. Hawatafaulu. Kinyume na wewe, mwanadamu yoyote, mwanadamu yoyote ambaye ana mikakati ya kukunyamazisha, ninakuombea haitafanya kazi. Ninakuombea haitafanya kazi. Ninakuombea haitafanya kazi. Ninakuombea haitafanya kazi. Wanaotaka kukunyamazisha uko kwa biashara hawatafaulu. Wanaotaka kukunyamazisha mahali unafanya kazi hawatafaulu. Wanaotaka kunyamazisha kwa ploti hawatafaulu. Wanaotaka kukunyamazisha kwa jamii yenu hawatafaulu. Kwa njia yoyote, kwa laini yoyote, hakuna watakaofaulu kukunyamazisha wewe kwa jina la Yesu. Sema amen. Kataa kunyamaza, kataa kunyamazishwa, kataa kunyamaza, kataa kunyamazishwa. Hata wafanye bidii namna gani, sema sitanyamaza. Hata waseme aje, sema sitanyamaza. Hata wainuke aje, sema sitanyamaza. Hata waongee aje, sema sitanyamaza. Sema ninakataa kunyamaza. Sema ninakataa kunyamaza. Pokea nguvu ya kutokunyamaza. Pokea nguvu ya kutokunyamaza. Pokea nguvu ya kutokunyamaza. Pokea nguvu ya kutokunyamaza. Na kuanzia leo natangaza uinuke kwa jina la Yesu. Sauti yako isikike. Sauti yako isikike. Sauti ya biashara yako isikike. Sauti ya huduma yako isikike. Sauti ya maisha yako isikike. Natangaza usikike. Natangaza usikike. Natangaza usikike. Kanisa la Winners, sauti haitazima wala haitazimwa, haitanyamaza wala haitanyamazwa. Tutapaza sauti katika mji, tutapaza sauti katika mji. Sema haleluya. Keti chini katika jina la Yesu. Ni vizuri kujifunza kupigana na spirit ama spirits za kunyamazisha watu. Hii inamaanisha ya kwamba unapaswa ujue ya kwamba zipo roho za kunyamazisha watu. Kuna roho za kufanya nini? Za kunyamazisha watu. Zipo roho za kufanya nini watu? Za kunyamazisha watu.
Unaweza nyamazishwa kibiashara na ukakosa kusikika. Ndio jirani mwambie biashara yako inafaa kusikika. Sauti ya biashara yako inafaa kusikika. Sauti ya biashara yako inafaa kusikika. Kuna roho za kunyamazisha watu sauti, za kuhakikisha sauti yako haiendi popote. Na ni vizuri ujifunze kupigana na hizi sauti, maana kelele unayopiga inapaswa kusikika. Kelele unayopiga inapaswa kufanya nini? Inapaswa kusikika. Ni vibaya uwe uko hapo na haujulikani. Bwana Yesu asifiwe. Ni vibaya wewe uko na hausikiki. Dokta jirani muulize, unasikika wewe? Dokta jirani muulize jirani, je, wewe wasikika wewe? Unasikika? Usiposikika itahesabika hauyupo. Kuna watu wako lakini kwa sababu hawasikiki ni kana kwamba hawako. Dokta jirani muulize, wewe uko kweli? Muulize, wewe uko kweli? Bwana asifiwe. Ama ni wewe peke yako unajua uko? Ni vibaya iwe ni wewe peke yako unajua uko. Kazi kusemaga niko. Ni vizuri julikane uko. Dokta wazako mwambie ni vizuri julikane uko. Dokta wazako mwambie ni vizuri julikane wewe uko. Dokta wazako mwambie ni vizuri julikane wewe uko. Penye unafanya biashara ni vizuri usikike na ujulikane huko. Penye unaishi ni vizuri usikike na ujulikane ya kwamba uko. Kanisani lazima usikike na ujulikane ya kwamba uko. Kataa kunyamazishwa, kataa kunyamaza. Ni vizuri ujulikane wewe uko katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Na kataa kujua mimi peke yangu ninajua niko. Kuna watu wanafanya bidii ya kusema vitu zenye wanafanya kwa sababu watu hawajui, maana sauti yako imenyamazishwa. Sauti ya biashara yako inapaswa kusikika. Sauti yako juu ya biashara inapaswa kuenda na isikike. Sauti yako juu ya huduma yako inapaswa kusikika na iende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna wimbo uliimbwa na Wakongolezi ambao walikuja kutembelea rafiki yao anaitwa Kasongo. Bwana Yesu asifiwe. Huu wimbo umejulikana sana Kenya na utaenda zaidi mpaka 2027. Hawa ni wapendwa walikuja kutafuta mwanaume anaitwa nani? Kasongo. Walikuja kumtafuta hapa Nairobi. Sijui walikuwa wanaimba pamoja na yeye. Sasa huu wimbo wanasema waliimba sijui ni 1970s. Si wimbo wa lini? Wa jana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wimbo wa zamani, generation nyingi ambayo iko haikuwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo wimbo imekuja kusikika lini? As from last year 2024 ndio huu wimbo umevuma sana mpaka hata mwimbaji ametokelezea anaulizwa. Lakini huo wimbo ni wa lini? Wa zamani. Siku hizo zote huo wimbo ulikuwa unafanya nini? Sema kuzimwa, sema kunyamazishwa, sema kuzimwa, sema kunyamazishwa. Waliimba wakiwa vijana wadogo, wakiwa barabara, sasa ndio wanataka pesa ivume waenjoy, si ndio? Lakini wakiwa vijana huo wimbo ukafanya nini? Ukanyamazishwa na ukazimwa. Sasa hivi mzee, haya watu ni wazee, hata raha hawawezi. Sasa hata wapate pesa mingi na nini? Unajua mtu akizeeka anataka afya na amani. Hakuna kitu kingine ya maana kwa mtu akizeeka. Sasa hivi mahali wamefika hawezi enda swimming, hawezi panda ndege. Huu sasa ndio wimbo unafanya nini? Ndio unaachiliwa, sauti inasikika. Kuna wimbo pia wa Kikuyu pia ulikuwa unaimba aje? Kuna wimbo wa Kikuyu pia ulitokezea mwaka jana. Ulikuwa unaimba Etomo ni what? Tomo ni filirinda. Umesikia wimbo kama hiyo? Filirinda, na filirinda. Kuna kawimbo ka Kikuyu kazamani, mwenyewe ni mzee. Mzee.
Siku ile aliimba, alikuwa anahitaji matunda siku ile. Lakini ukafanya nini? Baada ya miaka zaidi ya 30 ndio kawimbo kameachiliwa, ndio kanakuja kusikika. Sasa zile kanasikika jamaa amezeeka. Sijui kama kuna mtu anaelewa kenye nasema. Baada ya jamaa amezeeka, sasa hii kenye anataka ni afya na amani peke yake. Siku chache akufe ndio wimbo yake inasikika. Tunasema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema sauti yangu itasikika sasa. Sema sauti yangu itasikika leo. Sema sauti yangu itasikika sasa. Sema sauti yangu itasikika leo. Sema sauti yangu itasikika sasa katika jina la Yesu. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila roho ya kuninyamazisha leo, sema kila roho ya kuninyamazisha leo haitafaulu, 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 haitafaulu katika jina la Yesu. Unapata ya kwamba wiki hii unahitaji 50,000 sana. Wiki gani? Wiki hii unasema nikipata 50,000 ndio ninataka sana, maana kuna kitu utafanya nayo. Unapata hiyo wiki ufanye nini? Haupati, inanyamazishwa. Alafu inakuja baadaye, sasa ile hauna mahitaji nayo sana, ndio inafanya nini? Ndio unapata. Unasemaga aje? Hii pesa nilikuwa naitaka nasika. Hii pesa ningeipata. Sio kama unanielewa. Unaweza kuzimwa usishine leo. Leo ndio unapaswa kushine. Unaweza kuzimwa usifanye nini? Usishine leo. Wakungojeza zile umeanza zeka ndio unafanya nini? Ndio unaanza kushine. Sema roho ya kuzima watu. Sema roho ya kunyamazisha watu. Unapata wakati uko na mahitaji, watoto wako shule, ndio unanyamazishwa kipesa. Sasa watoto hata wameacha shule, mambo ya shule imeisha, ndio milango ya pesa inafanya nini? Unasema aje? Hii pesa nilikuwa naitaka ningesomesha watoto. Sijui kama kitu kama hiyo haiko kutendekea. Wakati ulikuwa unaitaka haikufanya nini? Haukuipata. Lakini wakati ulisema sasa imepita, sasa una shughuli, ndio inafanya nini? Inakuja. Ninaomba kitu kama hiyo uishinde kwa maisha yako. Ninaomba uishinde kwa maisha yako. Ninaomba uishinde kwa maisha yako. Unapata saa hii ndio mama ni mgonjwa, anahitaji medication. Anahitaji medication zaidi. Mama yako ndiye anazunguka zaidi. Baba yako ndiye anazunguka zaidi. Saa hii ndio unatafuta kazi, mnatorokana. Kazi yako ndio kutafuta kazi, na kazi nayo inakuwa kutoroka. Kila mahali ukienda hakuna kazi. Kila mahali ukienda hakuna kazi. Nafika mahali mama anafanya nini? Mama anaaga ama baba anaaga. Bwana asifiwe. Hata kabla hujamzika, hata kabla ndio unasikia unapigiwa simu. Ile application ulikuwa umetuma, please kuja come for interview. Na bado hujazika nani? Mama. Ndio unaambiwa come for interview. Unaenda interview, unaambiwa we will be paying you 50,000. Unasema aje? Sasa ile mama amekufa. Na ndio hii pesa, hii kazi nilikuwa ninaitaka pale, kwa sababu ingeniwezesha kumtibu nani? Mama. Lakini angalia, wakati mama alikuwa ananihitaji sana, ndio kazi sikuipata. Lakini wakati ameaga ndio nimepata kazi. Kuna maroho za kuzima watu. Wakati wa mahitaji zinakuzima. Wakati wewe si mhitaji ndio zinaachilia. Halo. Umewaitendekewa na kitu kama hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile lando la makupeleka mbio, amekufanyia vitu mingi, amekusumbua. Sasa hiyo ndio nini? Ndio pesa yako imenyamazishwa, hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa zile lando na sumbui, ana wasiwasi. Sasa hiyo ndio nini? Ndio pesa uko nayo. Sasa zile hauna, ndio lando la nainuka. Sema roho ya kuninyamazisha. Weka mkono juu tena, sema kwa jina la Baba.
la Bwana na Roho Mtakatifu. Wewe Roho ambao umekuwa ukiandamana na mimi ili kuninyamazisha, sauti yangu isisikike, sauti yangu isisikike, nisisikike kwa jina la Yesu. Leo ninakuangusha, leo ninakuangusha, leo ninakuangusha. Nataka usimame kwa dakika moja, kwa sababu sasa umenielewa. Nataka kwa dakika moja uinuke kinyume na roho ya kukunyamazisha, inuka kinyume na roho ya kukunyamazisha, inuka kinyume na roho ya kunyamazisha sauti yako, inuka kinyume na roho ya kukunyamazisha kibiashara. Ni roho gani inapigana na wewe? Inataka kukuzima kibiashara. Ni roho gani inapigana na wewe? Inataka kukuzima kikazi, unataka kuzima kihuduma. Nasema weka mikono yako pamoja, anza kuomba na utakaze. Kibiashara sitanyamaza, kihuduma sitanyamaza. Katika mji wa Kericho, Wema Celebration Center, hatutanyamaza, asitanyamaza, sitanyamaza, sitanyamaza. Katika mji huu natangaza sitanyamaza. Wanaofanya bidii kunyamazisha, natangaza mtaweza, natangaza mtaweza, natangaza mtaweza, natangaza mtaweza. Kila roho za kuinuliwa, kila roho za kutungwa, kila roho za kuachiliwa kwa jina la Yesu, kunyamazisha huduma hii, natangaza mtaweza, natangaza itaweza, natangaza itafaulu, natangaza itafaulu, natangaza itafaulu, natangaza itafaulu. Nakataa kunyamazishwa, nakataa kunyamaza. Hata waseme nini, hata wapake nini, hata wafanye aje, nakataa kunyamaza, nakataa kunyamaza, nakataa kunyamaza. Chochote katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu wa kihalisi kinachofanya bidii kunyamazisha, natangaza na mapema, hautaweza, 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 hautaweza. Katika kibiashara utanyamaza kwa jina la Yesu. Kibiashara utanyamaza kwa jina la Yesu. Kikazi utanyamaza kwa jina la Yesu. Natangaza na ijulikane wewe upo, na ijulikane upo, na ijulikane upo, na ijulikane upo. Sema haleluya. Ni vizuri julikane, kukataa kunyamaza. Napata unakaa kwa plot miaka 3. Nao watu wote wamekaa nao miaka 3 na wanasema hawakuchui. Pigana na roho ya kukunyamazisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kataa kunyamazishwa. Kataa kunyamaza. Haleluya. Amen. Hebu nisome kitabu cha Luka 4:14. Kitabu cha Luka 4. Luka 4:14. Amen. Nasema na ubizi nyamaza. Ukaweza kumwambia kama paza sauti kama gani. Maana kuna mbinu nyingi za kunyamazisha mtu. Sawa sawa. Watu wanaweza kunyamazisha kwa kukuharibia jina. Napaswa uelewe hivyo. Sijui kama umewahi kujua katika taifa la Kenya jinsi ambavyo siasa za Kenya zinakuaga. Haya, Matiang'i amejitokeza kuwania kiti cha urais. Sawa sawa. Haleluya. Miaka yote tunajua huyu jamaa ni mzuri. Ni mzuri na anafanya vizuri. Lakini umeona sasa hivi maneno ambayo yanatokezea. Sijui hapo na chake 14. Sijui ya nini sasa hivi zimetokezea. Hizo zinakufanyia nini? Kumharibia jina. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tunajua wanasiasa wa Kenya vile wanafanya. Wanaoperate kwa kunyamazishana, kwa kukuharibia jina. Bwana Yesu asifiwe. Raila miaka yote amejaribu kunyamazishwa kwa kuitwa nani? Mganga, mchawi. Kwani hiyo ilikuwa ya nini? Ndio niambia Raila ni mganga. Ndio niambia Raila ni mchawi. Sio mchawi wala si mganga. Lakini ile ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kitu cha kumfanya nini? Kumnyamazisha maeneo yote ambaye sauti yake inasikika. Afanye nini? Anyamazishwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mmoja tu ambaye tuliagua kumhusu na inaonekana vile tuliagua si vibaya, tunapitia na zitataja na nani. Sawa sawa.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima uelewe lugha ya wanasiasa. Sasa Babu Owino anataka kiti cha ugavana cha wapi? Cha Nairobi. Lazima wanyamazishane na nani? Na Sakaja. Na unasikia ameanza kuachilia mabomu. Ni za kufanya nini? Kukunyamazisha kwa mioyo ya watu. Sasa nasema njia moja ya kunyamazisha watu ni kwa kukuharibia jina, uingiwe na uoga, uogope kujitokeza. Bwana Yesu asifiwe. Wamewahi fanya bidii ya kukunyamazisha, wataanza kusema unatumia madawa kufanya kazi. Wataanza kusema wewe ni madevo. Wataanza kusema huyu mama hakuangi mzuri. Wataanza kusema huyu hakuangi hivi na hivi. Hizi zote ni kwa sababu kuna sauti ya biashara yako inasikika, ndio wanataka kukunyamazisha. Kataa kunyamazishwa kwa jina la Yesu. Hata wakuite mchawi, wakuite majina yote, waseme vile watasema, usinyamaze na usiwacha kufanya kenye unafanya katika jina la Yesu. 2023 and 2024 walijaribu kuninyamazisha itapo. Lakini experience niko nayo kuanzishwa kwa huduma hii, nilianza na kukawa kuna mamlaka inaninyamazisha. So nilianza kwa kunyamazishwa. Maana kule nilipotoka waliniona bure. Maana sikuwa na pesa, sikuwa na nini, sikuwa na chochote, hata sikuwa na sura ya pasta, hata sikuwa na nini? Sura ya pasta. Nikijita apostle, ungeona mtu ni apostle ya nini? Apostle ya nani? Sikuwa na hizo sura. Bwana asifiwe. So huyo jamaa akajua huyu tutanyamazisha. Nilipokuja hapa nikajenga. Nilipojenga nikaanza kusonga. Wakanidhihaki, wakaongea vibaya kunihusu, wakaongea mengi ya kujaribu kuninyamazisha. Wakasema mkikutana huyo jamaa msisalimie, amelaaniwa na mlaani, ukimsalimia utalaaniwa. Wakasema mengi kunihusu, nikatumiwa mpaka polisi waninyamazisha huduma zianze. Lakini Mungu ni nani katika jina la Yesu, na sio kila mbegu ni ya kunyamazishwa. Kuna watu kwa maisha yao waweze kubali kunyamazishwa, na Simiyu ni mmoja wao. Tukapambana na hiyo mamlaka. Hiyo mamlaka ilikuwa na pesa, mimi sikuwa na pesa. Nimefanya huduma miaka mingi, mimi sijafanya miaka mingi. Lakini nikasema sitanyamaza, sitaingiza uoga, sitanyamaza, nitaendelea na huduma. Maana sikuwa na pesa, lakini nilikuwa na ufunuo wa neno la Mungu. Nilikuwa na neno. Ngepete chini unisikilize, ungesema iko sawa. Tukabambana, na ndio huyo mimi mpaka siku ya leo. Hiyo mamlaka haikuweza kuninyamazisha katika jina la Yesu. Wakafanya mengi, nimehubiriwa mpaka makanisani. Topic ndio Simiyu. Mpaka watu wanaenda tafuta Simiyu ni nani, lakini kuninyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Maana nilijua watu wakijua unainuka, kazi yao ni kukunyamazisha katika jina la Yesu. 2023 wengine wakainuka, wakafikiria wataninyamazisha, wakasukuka na jina yangu, wakatekeleza mavideo, wakafanya vile walifanya, wakafikiria wataninyamazisha. Sikunyamaza. Nilisema sitanyamaza. Nilisema sinyamaze hata iweje. Nilijitokezea hata nikakataa kuendesha gari. Nikasema ndio tatembea miguu, ndio wanione ndio nene, maana wajue bado niko katika jina la Yesu. Wakazunguka, wakatangaza, wakasema wena zimefungwa. Nikasema hakuna, katika jina la Yesu Kristo bado tupo. Asubuhi nikapiga kelele. Walifikiria nitawacha kuongea asubuhi, nitawacha kuomba asubuhi, nitapaza sauti asubuhi, nitapaza sauti online. Nikasema bado niko. Ndio hiyo sauti. 2024 ikele ikainuka tena, nikasema nitakunyamazisha. Na mimi nikasema na wewe hautaweza. Tukapambana hapa kwa hapa. Na mpaka leo sauti ipo. Nilikatwa majina, lakini nilisema sitanyamaza. Nilisema mengi, lakini nikasema sitanyamaza. Leo nimekuja kukuambia lazima ukatae kunyamaza.
Watu wenye wanataka kenye uko nayo watakunyamazisha ndio wachukue. Ukikuwa mcheka shauri yako. Ndio kama zako mwambie kuokoka sio kuwa mjinga. Ndio kama zako mwambie kuokoka sio kuwa fala. Ndio kama zako mwambie kuokoka sio kuwa fala. Watu wanaweza wakakuchafulia jina ndio uogope kwenda sokoni. Watu wanaweza kuchafulia jina ndio uogope kwenda sokoni. Ndio wao waende. Kwa bado kwa nyumba wao hauze. Sema haiwezekani. Mwenete mchawi, mwenete mkanga, mwenete kwenye mtanika. Asubuhi niko soko. Kwa kama zangu mwambia asubuhi niko soko. Na wakati tunaanza sasa watu wamenichafulia jina, nikienda soko watu wananionaje? Shauri yao, enda fungua kasi. Kwa kama zangu mwambia enda fungua kasi. Kwa kama zangu mwambia enda fungua kasi. Sijeke kibama tunafanya aje, enda na kuvaa yako, enda. Sijeke kibama tunakaa aje, shauri yenu. Hamtaninyamazisha, maana najua mnataka kenye niko nayo. Lakini siachili. Bible inasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaondoa. Ukiona wanapaza sauti sana, kuna kitu mzuri wameona kwa mkono yako, ndio wanataka kuja chukua. Kama zako mwambie wapitishe. Kama zako mwambie wapitishe. Ndio wajue sauti kuizima ni ngumu. Haleluya! Haleluya! Weka mkono juu, sema sitanyamaza na sitanyamazishwa. Sema muende juu, sitanyamaza. Muende chini, sitanyamaza. Muende kando, sitanyamaza. Murudi right, sitanyamaza. Muende left, sitanyamaza. Muende head, sitanyamaza. Muende legs, sitanyamaza. Muende center, sitanyamaza. Mupige kelele, sitanyamaza. Munyamaze, sitanyamaza. Hey! Hey! No keeping quiet. Tell your neighbor, don't go silent. Geukia neighbor, mwambie usinyamaze wewe. Shida yako tu unatusiwa matusi tatu. Matusi ngapi? Matusi ngapi? Matusi tatu tu inakunyamazisha. Toka jirani muulize ulinyamazishwa na nini wewe? Kwa sababu mwambie walifanyaje ukanyamaza? Mimi hata hii church yote nigeuke. Mimi siwezi nyamaza. Mimi bado nitasimama niombe. Bado nitasimama niombe. Wacha wewe tu ukiongea na kwa yama na tatu wewe unaacha kukuja. Mimi hakuna jaribu, wamejaribu wengi. Na waliojaribu hapo kwa hivi hao kwa nini? Nimejaribiwa na watu ambao wakiongea na bali wameongea. Lakini na sisi tuko kuwadhibitishia, kutunyamazisha. No. Hiyo ministry hatuna. Sema ministry ya kunyamaza. Sema ministry ya kunyamaza. Sema hiyo sina. Sema upako wa kunyamaza. Sema hiyo sina. Kataa kunyamazishwa. Watakutisha na polisi. Watakutisha sijui watakufanyia nini. Usinyamaze. Mimi nimetishwa mpaka na Mungiki. Tutakutumanishia Mungiki wa kupiga risasi. Maneno ni nini? Niwache tu kupiga. Yaani tu niwache. Mimi nimewekewa mitego mingi. Nimefuatwa na gari. Yote kunyamazishwa. Nimetumiwa mpaka maagent wa shetani. Nimetumiwa mpaka Lucifer. Nimetumiwa sijui nani. Wote wametumwa pale tunyamazishe huyo jamaa. Ukiona ninasimama hapa kuhubiri ni kuovercome, nimeovercome spirit ya kunyamazisha. Amen. Ukiona ninasimama hapa kuhubiri ni kushinda, nimeshinda waliotaka kuninyamazisha. Kunipakia vitu ya aibu. Nani unapakia aibu ya jamaa? Sijamazi, najua kenye ulikuwa unataka. Siku zote ukishagundua wako na wivu na kazi yako, usiwahi wasikiza. Siku zote ukishagundua wanataka kenye uko nayo, usiwapatie nafasi.
pambana na wao. Sasa unabaki unakaa ukisikilizanga ni nini latest watasema. Maana wamesema karibu zote ni gani zingine. Wana wasifiwe. Na ni vizuri tena waliojaribu kukunyamazisha baada ya miaka wakutana nao kipiga kelele. Si ni aibu kubwa sana kwa. Sina kuanga hivi. That's why nakutanaga na wengine naona kwa mbali kabla hajaniona wanapiga kona. Mimi sitoroki mtu. Sitoroki mtu. Nikianza kwenda hivi ninaenda. Lakini shida mtu akiniona ama akiona gari napiga. Mwingine hata anachukua simu anafanya kwa naongea na simu anapiga. Anaambia mtatoroka. Mtatoroka na itafika mahali itakukaa Kericho itakuwa ngumu. Kwa sababu mtashindwa kustahimili. Bwana sifiwe. Amen. Sema hakuna mtu ananyamazisha. Mtu tumeanza shishi kwa kazi yako ndio nyamaza. Usijaribu kunyamaza. Ukinyamaza nani atalipa nyumba yako? Daktari jirani mwambie nikinyamaza nani atanilipia nyumba? Nikinyamaza nani atasomesha hao watoto? Nikinyamaza tutakula aje ndio kama zangu mwambie hakuna kunyamaza. Hakuna. Basta mtakana. Kuna neno huyo mama alitusi. Nikikumbuka sisi kwenda kazi. Wacha ujinga. Wacha ujinga. Ndio kama za kumwambia ni nini ukikumbuka usiku kutoka nje. Ni nini walikwambia ukikumbuka? Unakumbuka kwenda hapo unasema haki misieni. Hiyo ni kunyamazi. Kada. Ndio kama zako mwambie kama kumbuka. Ndio kama zako mwambie umena anointing. Ndio kama mwambie umena anointing hakuna kufunga macho. Pigeni kelele mkimaliza mtanyamaza. Kwa jina la Yesu. Nyamazisha na ni sifanye nikufie. Fanya nikufie. Amen. Wewe kaka kunyamazishwa na Mungu. Amen. Wakutisha mgama mimi ni wrong number. Unamwambia mimi ni right number. Ndio mama anakuaga wrong number. Namba unamwambia soma ni right number. Tafuta opposite ya vile wanasema. Hello? Yes. Nyamaza utoke kwa hiyo kazi alafu ni wakaage hapo. Upitage hapo ukiona kitu unateseka mahali ya kutandika kitu kimetendeka mahali yako. Shindwe huko. Ashinde. Akinaanza kutafutia maneno. Najua mama anatumia madawa. Najua mzee anatumia madawa. Ndio wakutoa. Waambie mkimaliza madawa, waambie ni madawa gani? Ni Panadol ama ni dawa gani mnasema natumiana? Baada madawa ni nini? Wananiambia unatumiaga dawa gani? Panadol. Na ingine inaitwaje? Chloroquine. Na ingine inaitwaje? Mara moja ama mara mbili. Mwambie natumiaga gani? Jambo ni kwamba kutoka sitoki hapa. Mtanilipia nyumba yangu. Mtanisomeshia watoto. Mnataka nitoke kwa hiyo kisima ndio mkuja mkunywe maji? Hai, kwani mimi nilikuja kuchungia watu soko? Halo, kwani wewe unataka kuchungia watu soko? Hapana. Ni kazi unataka ama unataka kuchungia watu soko? Kazi. Shindwa shetani. Ndio kama sasa mwambie pata ujasiri. Mwambie pata ujasiri. Ingia kwa kazi na fujo. Ingia kwa kazi na fujo. Fanya na fujo. Na kama wewe utangazaje na kutangaza nyanya. Lani sana unataka mboga ya kienyeji, msebebe, unataka msebebe, unataka gani ingine tena? Terere. Tangaza nyanya mboga, msebebe hapa, sijui terere, sukuma wiki, mchicha, spinach. Tangaza sasa. Wakijaribu kukunyamazisha ongeza volume. Akia mtu kale ndio unapewa wakijaribu kukunyamazisha wakati. Mwambie ongeza volume bana. Maana wanadamu werevu wanataka unyamaze wasikike wao. Wanataka unyamaze wasikike wao. Wanataka utoke wauze wao. Kila mtu alikuja kutafuta ikawa. Amen. Ukawa sasa mwambie kila mtu alikuja kutafuta. Tena mtu alikuja kutafuta. Mimi sikuja hapa kuentertain watu. Sikuja hapa kufanya presentation. Nilikuja hapa kutafuta
serious, amuna serious business ya kutafuta. So mfanye kenye mnafanya, lakini mjue sitanyamaza. Muniendele ndivyo washibasha ulienu. Muniendele sinyamazi, kazi siachi, silegei. Kwa jina la Yesu. Sasa ndio mwage stop nyingi sana sasa. Nakupiga kelele zaidi. Hello. Wewe unasomea wapi hapa? Soma kwa sauti tusikilize. Inasema hivi kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 14 inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi kwa nguvu. Ndio tunajisema naenda kwa nguvu sasa. Ndio tunajisema naenda kwa nguvu. Sema kwa kazi yangu naenda kwa nguvu. Sema kwa biashara yangu naenda kwa nguvu. Shida yako wewe uende kwa nguvu. Wewe uko kavu. Kwa kama zako mwambie wacha ukavu. Wacha ukavu. Yesu akafanya nini? Yesu akarudi kwa nguvu. Sema naenda kwa nguvu. Endeni kwa kazi zenu kwa nguvu. Endeni kwa biashara yenu kwa nguvu. Endeni kwa nguvu. Nguvu za aina gani? Akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi yote. Alienda kwa nguvu gani? Alienda kwa nguvu za Roho. Alienda kwa nguvu za Roho. Kwa sababu na Roho, endeni kwa nguvu za Roho. Endeni kwa kazi zenu kwa nguvu. Wacheni kuendena kwa kazi zenu sasa mmenyeshewa. Unajua pia kuongewa vibaya ni kumwagiwa maji baridi. Ni kumwagiwa nini? Ndio kama sasa kumwambie kataa kuingiwa na baridi. Kataa kuingiwa na baridi. Wanajua kenye wanafanya. Ndio kama sasa kumwambie wanajua kenye wanafanya. Wanajua. Mimi walimwagiwa maji hapa. Na mwagiwa na watu kumbe wanataka aenda anzisha nini? Hasa kuanzia wanataka kuchukua hii. Kuingia baridi ndio ukishaingia baridi wachukue ndani ya shida. Ashindwe. Oh. Ndio kama sasa kumwambia usiangalie mtu vile unamwona ukadharau. Angalia Ndio kama sasa kumwambia usinterpret kunyamaza kwa mtu. Usinterpret. Ukiwa mtu mwambie usinterpret kunyamaza kwangu. Unajua sasa kuna watu wanaona mtu amenyamaza wanaona ni mjinga. Kunyamaza si ujinga, kunyamaza ni hekima. Na wengi miaka mingi wametumia kunyamaza kwangu kuona dhambi ni mjinga siwezi fanya anything. Watakumwagia baridi, maji baridi wapi? Kazini. Ndio ufanye nini? Utoke halafu Waingie. wanatamani hiyo duka yako yawa. Hivi ndio wale wanatamani hiyo kazi yako na wanatafuta mtu yoyote yenye watafanya utoke. Na ujue wakianza hivi walijaribu kwa madawa wakashindwa, wamekuwekea madawa, wameleta waganga usiku haujatoka, ndio wameamua kukuja kwa nguvu ya mdomo. Sema hata nguvu ya mdomo haitaninyamazisha. Sema hata nguvu ya mdomo haitaninyamazisha. Hata nguvu ya mdomo haitaninyamazisha. Hata mnipe majina ambayo taninyamazisha. Haleluya. Ndio sasa kama ukwage na ile ka bluetooth ka speaker, nunua bluetooth ya speaker weka kwa kazi. Weka sauti kubwa. Mwaka huu ninang'ang'ana. Wasumbua. Watu wakitaka kusumbuliwa wasumbue. Ndio kama sasa kumwambia watu wakitaka wasumbue. Yesu akarudi kwa nguvu. Endeni kwa kazi zenu kwa nguvu. Amen. Msipoendelea kwa nguvu mtanyamazishwa. Maana dunia hii walio karibu na wewe hawataki ufanye vizuri, wanataka wao wafanye Vizuri. Amen. Amen. Walio karibu na wewe wengi hawataki ufanye vizuri, wanataka hiyo position yako. Haleluya. Ndio kama zako mwambie shika sana. Shika sana position. Ndio kama zako mwambie shika sana. Kuna mtu anatamani hiyo nafasi. Ndio kama zako mwambie kuna mtu anataka hiyo nafasi. Bwana karudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea. Habari zake zikafanya nini? Habari zako zinapaswa kuenda. Ndio nikasema sauti yako inapaswa
Kwenda. Sauti yako ikutangulie kabla hawaja kujua, kabla hawaja kuona, wao wamesikia kukuhusu. Halo. Habari zake zikafanya nini? Zikaenea. Habari zake zikaenea. So kuna watu walipata habari yake kabla ya kumuona. Ninaomba habari zako zikutangulie kwa jina la Yesu. Ninaomba kazi yako ikutangulie kwa jina la Yesu. Ninaomba ikutangulie kwa jina la Yesu. Wasikie kuna mama anafanya vitu fulani, anauza vitu fulani, ndio wanatafuta hata kupata sema kumbe ni wewe. Habari zako nilizisikia. Ninaomba habari za biashara yako zienee kwa jina la Yesu. Kila roho ya kusema habari za kazi yako ishindwe. Kila roho za kukunyamazisha zishindwe. Watu wanaotaka kukunyamazisha kibiashara, leo natangaza watafaulu. Leo natangaza watafaulu. Wanaotaka kukunyamazisha kimaisha, leo natangaza watafaulu. Nasema watafaulu. Hawatafaulu kwa madawa, hawatafaulu kwa madawa, hawatafaulu kwa kukuharibia jina, hawatafaulu kwa kukuharibia jina. Ndio mkono sema nakataa kunyamaza. Sema nakataa kunyamazishwa na ninakataa kunyamaza. Habari za Yesu zikafanya nini? Zikaenea. Luka 22. Soma Luka 22. Roho za kunyamazisha watu. Nakataa. Maandiko yanasema aje Luka 22:1? Inasema hivi. Yes. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, itwayo sikukuu ya Pasaka. Yes. Na wakuu wa makuhani Na mawani wakuu wa makuhani. na wazee Ndio mkono juu sema kwa jina la Baba. Weka mkono juu sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Wakuu wa anga katika ulimwengu wa kiroho, mnayetafuta kuninyamazisha kibiashara, kimaisha, kihuduma, kihali, na takasa vita kinyume nanyi. Hamutaweza katika wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kuua. Kuuliwa kuna maanisha nini? Kuwa mtu kuna maanisha nini? Kumzima, kumnyamazisha. Aya, turudi. Yesu amewafanyia nini? Yesu amewakosea nini? Sababu ya kumnyamazisha Yesu ni kwa sababu tangu Yesu akuje, injili anayohubiri iko na power. Lakini injili ya wakuu wa makuhani na makuhani haikuwa na power. Sawa sawa. Ilikuwa wanafunza lakini hakuwa na power. Bado walikuwa wamekwama kwa sheria. Lakini Yesu alikuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yesu alisimama akasoma, akasema Roho wa Bwana yu ndani mwangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta nikawahubiria wanyenyekevu habari njema. Amenituma waliofungwa wafunguliwe, amenituma walioshikwa waachiliwe. Yesu alikuja akihubiri waliofungwa wanafunguliwa. Yesu alikuja viwete wakatembea, vipofu wakaona, waliokufa wakafufuka, wenye dhambi wakasamehewa dhambi. Yesu alipokuja mambo ilitendeka. Wakasema kuna mtu amekuja ikao, kuna mtu ameingia ikao, na kanisa yake inafuatwa na watu sana. Watu wanaingia kwake sana, lazima tumnyamazishe. Ndio mkono yosema mtafaulu kuninyamazisha. Sema mtafaulu kuninyamazisha. Wakuu wa makuhani na makuhani wakasema kuna jamaa ameingia town. Sema kuna mtu ameingia town. Na kelele yake inaenea sana, na sauti yake inasikiliza sana, sauti yake inaponya, habari zake zimeenea sana, habari yake, sauti yake inafungua. Wakasema takia kuche kanisa zetu watu hawakuje, takia kuche watu hawakuje makanisa yetu, tutafanyaje? Tumunyamazishe. Kila roho inaomba Bwana kukunyamazisha
haitafaulu. Kila roho inayopambana kukunyamazisha haitafaulu. Kila roho inayopambana kukunyamazisha kwa sababu nafanya vizuri kibiashara, kwa sababu nafanya vizuri kimaisha, haitafaulu kwa jina la Yesu. 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 Leo nakataa. Leo nakataa. Katika akasema hii jamaa lazima tumuue. Lazima tumunyamazishe. Lazima tufanye nini? Na wanamnyamazisha kwa sababu alikuwa anafanya vizuri. Alikuwa anafanya vizuri. We know Numbers chapter 21. Hesabu 21. Sema roho za kunyamazisha watu. Watu wanaweza hata mtoto yako hapo anaenda university na wakunyamazisha. Na wamnyamazisha. Hamjaona watu wameenda graduation na wamefurahia mtoto, wakati wanarudi wanamnyamazisha. Ajali inapatikana, katoto kanaenda. Wewe unafikiria kusomesha mtoto awe daktari, unafikiria ni pesa tatu? Unafikiria ni pesa tatu? Inagharimu mapesa na mapesa. Sijui ni miaka 7. Na ni pesa unamwaga kumwaga. Halafu sasa mmeenda kusherekea. Mnaenda nini? Graduation in university. Mtoto wetu amegraduate. Sasa ni dokta. Alienda akiwa anaitwa Kamau. Sasa tunaendea Dr. Kamau. Dr. nani? Kamau. Mnachukuana kijiji mzima. Mnachukuana. Kama zako mwambie mambo ya kubeba village mzima si mzuri. Geuka jirani mwambie mambo ya kubeba maneibasi. Wewe ndio unapenda maneibasi sana. Kama zako mwambie mambo ya kubeba community mzima, wacha naye. Wacha naye. Maana unabebana mpaka unabeba Judas. Kumbe umebeba mpaka nani? Judas. Mpaka Judas. Atatoa fare kwenda Nairobi na kurudi. Lakini anajua Kenya anaenda kufanya. Mnarauka saa 9 ya usiku, saa 6 ya usiku mnaenda asubuhi mko pale mmengangana. Kumbe hata kijuta si hapo. Kumbe kuna kimungu kiko hapo kinahisi vibaya juu, kumbe kimekuja kumnyamazisha. Mnasherehekea, mnafurahia, mnapiga mapicha na magao, mnafanya hizo vitu zote, mnafanya kila kitu, halafu mnamaliza, mnaenda nyumbani. Friday ndio kijana atakuja. Sasa ile anakuja jirani, mnasikia alipofika na kuna amepata nini? Ajali. Nini wamefanya? Wamemnyamazisha. Sasa mmeona taa ya udaktari. Familia yetu sasa itakaa vizuri. Mama atajengewa. Na kijana alisema mishahara zangu za kwanza nitajengea boma yetu. Kwa hivyo hii boma itabadilika. Lakini kuna watu walisikia wakasema tutamnyamazisha. Biblia inasema ya kwamba wakatafuta njia ya kumuua Yesu. Kumnyamazisha ni asihubirie watu, ni asifanyie watu chochote. Weka mkono wako juu. Sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema mwanadamu yeyote anayetafuta kuninyamazisha kwa njia yoyote, katika jina la Yesu hautafaulu, 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 hautafaulu. Wanaotaka kukunyamazisha na madawa yao iweze kubackfire, madawa yao iweze kubackfire. Wanaotaka kukunyamazisha na ajali, ninaikansel kwa jina la Yesu. Wanaotaka kukunyamazisha na kukufanya kuwa kiwete, nimekataa kwa jina la Yesu. Wanaotaka kukunyamazisha na magonjwa, ninakataa. Kuna watu walikuja wakafanya kazi vizuri, wakapata cheo sana. Walipopata cheo, waliokuwa pale wakaisimama, wakasema jamaa amekuja juzi, inakuaje anapata cheo kutosha? Na cheo kulingana na bidii yako. Wapenda, unaona vitu vingi tunafanya ni kulingana na bidii unaweka. Ukiona mtu anaendelea vizuri kikazi, acha yeye akana bidii. Wakasema haya, na huyu amekuja juzi na inaonekana anaenda sasa. Tutafanya nini? Tutamnyamazisha. Jinsi ya kunyamazishwa, unaachiliwa magonjwa ambayo utakuwa mgonjwa mpaka nafasi yako ibidi peana. Maana kampuni haiwezi simama kwa sababu wewe ni mgonjwa. Kuna watu wako kwa nyumba ni wagonjwa,
Ugonjwa wao sio kawaida, ni kunyamazishwa, walinyamazishwa. Kuna mtu alipanda boda akaanguka, wakahakikisha wametega hiyo mguu yake vizuri. Wakahakikisha wametega hiyo mguu yake vizuri. Mguu ikagongeka vizuri. Sasa hawezi toka kwa nyumba, ataendelea na ile kazi. Ataendelea na kazi. Wamenyamazisha ama hawajanyamazisha? Sasa kila siku nikipona, narudi nikipona. Mwezi 6 imeisha nikipona. Mwaka imeisha nikipona. Miaka imeisha nikipona. Wasifaulu kwa maisha yako. Wasifaulu kwa maisha yako. Wasifaulu kwa maisha yako. Mitego yao isifaulu kwa maisha yako. Mitego yao isifaulu kwa maisha yako. Katika jina la Yesu. Wanataka kukuondoa. Mimi hata madawa nimewekewa. Hata madawa. Sasa ni vile tumbo yangu ilikuwa ina reject. Nafanya ina reject, sasa tumbo inaharibika. Kama kuwekewa madawa ni nyamazisho, nimefanya nini? Nimewekewa madawa. Hata shida ni ile inabadilika, inakuwa tear gas, wanakuwa na strike kwa tumbo. Ukiwa na mgomo, sasa unajua kazi ya mgomo. Unakuwa na mgomo, unamalizana na mgomo. Unabaki kujiuliza, kwani nilikula nini? Kumbe ni kunyamazi. Wakikuwekea madawa, tumbo yako ikatae. Tumbo yako ikatae. Jina la Yesu. Kuna wakati nilienda kukaa kwa gari yangu. Sasa hivi naenda kukaa napata hilisi imewekwa kwa kiti. Hilisi imewekwa kwa kiti. Nasema, na unanitafuta kweli. Kwani Yesu asifiwe. Malengo ni nini? Tukunyamazisha. Tukufanya nini? Wasifaulu kukunyamazisha. Wasifaulu kukunyamazisha kwa kazi. Wasifaulu kukunyamazisha kwa ploti. Wasifaulu kwa jina la Yesu. Uendelee kwa jina la Yesu. Natakasa, ninatabiria watoto wako watamaliza kusoma kwa jina la Yesu. Wamalize kusoma high school kwa jina la Yesu. Wanaotafuta kuwanyamazisha na ulevi itafanya kazi. Wanaotumia video yote kuwanyamazisha itafanya kazi. Wasome university, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, wagraduate na wapate kazi na waendelee. Wasifaulu kuwanyamazisha. Tusome andiko, alafu tusome ya mwisho tumalize Numbers 21. Sikiliza, Mungu aliona watu wanafanya vizuri akaamua kuwanyamazia. Hivi ndivyo ninajenga imani ndani yako. Yoyote anafanya bidii kukunyamazisha hata faulu kwa jina la Yesu. Nasema hata faulu kwa jina la Yesu. Hata faulu kunyamazisha mtoto yako kwa jina la Yesu. Wengine wananyamazisha kazi ya watu. Wamenyamazisha nini? Unapata mtoto anasoma, ana graduate yote na anapata grade nzuri. Shida inaletwa wapi? Unasema kwa kazi nayo hatukupata. Kuna mtu juzi wa bodaboda nimeona amechaguliwa kuwa nani? Is it deputy governor? Wakati wa 2022, was it 22 or 2017? Kulikuwa na mtu alikuwa anapigania kiti ya ugavana ya Homa Bay. Alikuwa ni mwendeshaji wa bodaboda. Kama unaweza kuvuka. Alikuwa ni mwendeshaji wa bodaboda. Kumaanisha alikuwa na qualifications za kuwa nani? Governor. Anapaswa kuwa kwa boda. Lakini nini alifanya? Imagine kama kuna qualification ya kuwa nani? Governor. Ni nini alifanya? Alifanya nini? Alinyamazishwa. Kuna watu wamenyamazishwa kwa kazi fulani. Amina. Kuna watu wamenyamazishwa kwa kazi ambayo sio yao. Kuna wakati nilikuwa nachoma mahindi pale Caltex. Tulikuwa tunachoma mahindi na graduates. Tulikuwa tunachoma naye mahindi. Anasema anangojea mpaka siku ile tapata. Hakuna kwa kwenda wewe ni graduate unaenda ngojea kuchoma mahindi na ngojea nini? Hiyo ni kunyamazishwa. Ninakataana nayo kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Nakataana nayo kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Wale wote mmesomesha watoto wenu katika jina la Yesu. Ninafungua kazi zao kwa jina la Yesu.
kumbe zimefanya zimenyamazishwa. Tusome hii Numbers 21 inasema hivi: na Mkanani mfalme wa Aradi aliyeketi upande wa Negebu alisikia habari ya kuwa Israeli alikuja kwa njia ya Adalimu. Basi akapigana na Israeli na watu kadhaa wa kadhaa. 22 samahani 22 sorry 22. Aya 22 inasema hivi: kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanda katika nchi tambarare za Moabu. Wana wa Israeli wakafanya nini? Wakasafiri. Kumaanisha walikuwa wanaendelea. Kumaanisha walikuwa wanafanya na kutangazia uendelee vizuri kwa jina la Yesu. Na kutangazia uendelee vizuri kwa jina la Yesu. Na tangaza uendelee vizuri kibiashara, uendelee vizuri kifamilia, uendelee vizuri kimaisha, uendelee kwa jina la Yesu. Na glory zote upande katika jina la Yesu. Utukufu wote Mungu amekuwekea mbele, usipande katika jina la Yesu. Na kupanda katika nchi tambarare za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori, mabalaki wa maisha yako ninakuombea wasifanikiwe kinyume na maisha yako. Natangaza mabalaki, sema mabalaki. Ninasema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, sema balaki wa maisha yako hautafaulu na mipango yako ya kunyamazisha. Hautafaulu. Balaki wa biashara yako asifaulu. Balaki wa ndoa yako asifaulu. Balaki wa jamii yako asifaulu. Balaki wa afya yako asifaulu. Balaki yote anayetafuta kukunyamazisha ikuwe ngumu. Yes. akaona mambo yote ambayo Israeli amewafanyia. Bwana asifiwe. Dokta wenzako mwambie unaonekana. Dokta wenzako mwambie unaonekana. Ukipata cheo mwambie unaonekana. Mwambie ukinenepa unaonekana. Mwambie ukivaa vizuri si unaonekana. Na unajua ukikuwa na pesa hata uvaa vibaya, unajua tu utajua. Naona hapa hata upande pesa ukifanya unachinjia unaficha hii sura, lazima itafurahi kwa pesa unayo. Tutaona kwa sura lazima itoke mapengo nyingi. Wengine wanatokelezea watu ni ukosefu, sema ukosefu. Kuna watu hapa hizi si sura zao. Unaweza kuangalia vizuri mbele sura yako. Sura gani wanasema sura ya ukosefu. Sura unaonekana bado. Sura yako. Sio kuangalia vizuri mbele sura yako kweli. Sura ya matatizo, sura ya ukosefu, sura ya mapenzi. Sema sio ya. Balaki kubali akaona ndio kama sio ndio utaonekana wewe. Hawezi pata pesa nzuri na waendelee kukaa mbaya. Haiwezekani. Acha nikwambie, hata kuna watu bila mnatembea siku tembea yeye. Kuna watu bila unatembea sio mtembezi wako, sio nini? Sio mtembezi wako, huu mtembezi wa ukosefu. Ukipata pesa utatembea na adabu. Yes. So kikia unajua tunahubiri na sio watu wanaona sio wengine wanaona. Unajua hii sio yake. Mungu akutembelee kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akutembelee kwa jina la Yesu. Kuna watu hata vile wanavaa usifikirie mavazi yao. Si mavazi yao. Yes, kuna watu vile wanavaa sio nini? Sio mavazi yao. Wanavaa hivi tu kwa sababu baadhi wako hapo. Hebu pesa siingie.
Mimi nakuambia kuna watu ni sura mbaya kwa sababu ya kusema pesa ikikuja utashangaa kama ni yeye. Utashangaa haya. Ni wewe unajuaga sura inabadilika, inakuwa skin inakuwa light, wacha umepaka maavocado, umechanganya cute, umepaka kila kidogo. Hii sura ya ukosefu hii badilishwa na hizo vitu unapaka. Umeshikwa na nini? Hapo bana na madimu kwa uso. Behind the face. Watu wanafanya vitu. Kuna watu ambao wanalala na madimu ziwepo kwa uso, ndio sura iko nzuri. Hii sura ya kutengeneza ni sura ya ukosefu. Inatolewa na upende. Ndio maana nakuombea ukue na upende kwa jina la Yesu. Hii sura ibadilike. Unafikiri nikaanza ministry nilikuwa na hii sura? Nilikuwa sura mbaya. Mnaniona hivi, nilikuwa sura mbaya. Wakati ministry yanza kufanya vizuri, pia sura nayo inaanza kukua mzuri. Bado tu haijakuwa vile inapaswa kuwa, lakini bado tunangojea Mungu niende basi. Ndio sasa kumwambia usiangalie na sura ukanitaji. Kuna mahali ile hapo sura itabadilika. Wao wanadi msichana anaolewa, maisha inabadilika mpaka hata mnashinda kwani kuliendaje hadi pesa. Sema pesa. Balaki akafanya nini? Alipoona Moabu akaogopa hao watu sana. Yes. Kwa kuwa walikuwa wengi, Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Yes. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, yes, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyetu vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Yes. Na Balaki mwana wa Sipori, yeah, alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori kwa hata Petori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake kuenda kumuita, akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo unifanyie nini? Unilanie. Njoo wafanye nini? Unilanie. Sasa ni nini Balaki anatafuta? Kuwazima. Maana ameona wanafanya kila mara unapofanya vizuri sana, ongeza prayer and fasting. Amen. Sasa hauna Jordan anaroga nini? Sasa hauna kitu anaroga nini? Si upate kitu cha kurogwa. Ukianza kuongea si upate kitu cha kurogwa. Sasa hauna kitu cha kurogwa, hata uko iwezi rogwa. Maana hata ikaya kurogwa. Si Mungu akubalishe nguo za kurogwa, at least watu wapate kitu ya kurogwa. Hii sura yako si ya kurogwa bado ni mbovu. Sasa na wanasema hiyo kirogo. Siku ya jana tuna Mungu akuinua upate kitu ya kurogwa. Akasema basi njoo nifanyie nini hao watu? Njoo walaani. Mtu akilaniwa anafanya vizuri. Mtu akilaniwa si anaanza kuzima. Mtu akilaniwa si anaanza kufanya vibaya. So ni nini Balaki amesema njoo unizimie? Kwa nini walaani? Ni sababu ndio hizi. Maana wana nguvu kunishinda. Wana nguvu kunishinda. Njoo walaani ni kwenda nguvu kuwashinda. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mwanadamu yeyote, roho yeyote inayofanya bidii kunilaani, nisiwe na nguvu, ili wanishinde, ili wanikalie, ili wanitawale, ili wachukue nafasi yangu ya kazi, ili wachukue nafasi yangu. Kwa jina la Yesu nakataa. Kuna watu kila siku wanauliza utapata ajali siku gani? Zaburi ya 40 hadi 41 mstari wa 5, Daudi akasema, maadui zangu wanauliza nitakufa lini, majina yako
mission yake haitafaulu. Huyu mtu ambaye ako karibu na wewe sana, kinyume na wewe, na mapema karibu na wewe, kinyume na wewe, ninaharagania mission yake, ninapakua mission yake, na ninatangaza umjue, natangaza umjue, natangaza umjue ni nani huyo anakupula. Toka mezako mwambie kuna kumwa ingine ni achawa. Na chawa au ni akiwa? Toka mezako mwambie chawa au ni akiwa baya. Lazima awe kwa nguo yako. Lazima uwe umetoka naye kwa nyumba. Amina. Toka mezako mwambie kipanda gari upanda na yeye. Upanda gari upanda naye. Utembea na yeye. Utembea utembea. Sema rafiki chako. Tunaki na yeye. Kwa sababu unamjua mzuri na unajua mzuri wake wa nje, lakini hautajua ndani yake ndiye anakula wewe. Hautaona huyo president wa Burkina Faso Ibrahim. Ni nani alikuwa anatumika kupiga? Yaani wale watu strong ameweka wamlinde. Mmoja wao ndiye alifanikiwa kutoa nini? Sijui milioni 5 amwekee sumu wapi? Kwa chama. Na wakafanikiwa kujua. Ninakuombea kufanikiwa kujua. Amen. Amina. Nasema ninakuombea ufanikiwe kuwajua ndio wao karibu na wewe. Kwa jina la Yesu. Amen. Akasema haya basi njoo nilania hao watu washiwe na nguvu. Labda nitawaweza. Hiyo ukono juu tena sema kwa jina la Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu. Wanaotafuta kuniweza, hamtaniweza. Mwende kwa waganga, hamtaniweza. Upewe ilezi, hamtaniweza. Mwichepea, hamtaniweza. Mwimwage kwa mlango yako, hamtaniweza. Mwiongeleshe, hamtaniweza. Mwende na picha yangu, hamtaniweza. Sema sitanyamaza. Tusome sasa Isaya 62 alafu tumalize. Huyu ni Mungu. Huyu ni nani? Mungu anasema nini? Isaya 62 alafu tumalize. Inasema hivi: kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Haki yake itakapotokea kama mwangaza. Vitu viwili, sema vitu viwili. Kutulia na kunyamaza. Sema kuanzia leo sitatulia na sitanyamaza. Sema kuanzia leo sitatulia na sitanyamaza. Kama Mungu anaweza sema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, I will not rest. Because things as you kusamba mambo yende vizuri, kuna shida maana, na shida ikiwa maana usinyamaze na usitulie. Kama ni Mungu anainuka na anasema sitanyamaza na sitatulia, ni nani huyo alikuwa anajaribu kumnyamazisha? Wewe ni nani unyamaze? Nataka usimame kwa ombi la mwisho na kitabu cha Isaya 62. Mbele zote wanatumia kukunyamazisha au utanyamaza. Wangapi wamesoma kitabu cha Matendo ya Mitume? Herode ni nini alikuwa anafanyia mitume? Kuwanyamazisha. Kuwapiga ilikuwa sababu ya nini? Kuwanyamazisha. Mpaka wanawashika na wanaambia hii mafundisho mnafundisha hatutaki, kuwanyamazisha. Wakashika Paulo na Sila wakawachapa na wakawaambia hii maneno hatutaki. Hiyo yote ilikuwa ni nini? Kunyamazishwa. Je, huwa unajua wakati ni kunyamazishwa unanyamazishwa? Je, huwa unajua wakati ni kunyamazishwa unanyamazishwa wewe? Je, unajua wakati magonjwa ambayo unavamiwa nayo ni ya kunyamazishwa unanyamazishwa? Je, unajua wakati ukosefu wengine unakuwa nayo ni kunyamazishwa unanyamazishwa? Je, huwa unajua wakati unanyamazishwa?
Leo Mungu anasema sitanyamaza na sitatulia, na ninataka kuachilia nguvu za Mungu ndani yako, na nikutangazia kuanzia leo, kwa biashara yako, kwa kazi yako, kwa ndoa yako, kwa familia yako, kwa masomo, kwa huduma yako, popote usinyamaze na usitulie, maana haujapata kile unatafuta. Haujafika mahali unaenda. Wakati umefika mahali unaenda, umefika mahali unaenda, umepata kile unapaswa kupata. Maandiko yanasema na siku ya saba Mungu akafanya nini? Na siku ya saba Mungu akafanya nini? Akapumzika. Kwa nini alipumzika? Maana siku ya sita alifanya nini? Alimaliza. Haujamaliza unapumzika nini? Haujamaliza unapumzika nini? Unatulia na bado haujapata. Kuna vitu bado haujafanya. Kwa jirani mwambie kuna vitu bado sijafanya. Shetani ashaitwekea jirani yako, mwambie kuna vitu bado sijafanya, sitanyamaza. Kuna vitu bado sijafanya, sitatulia. Bado watoto hawajamaliza kusoma, sitanyamaza. Bado maisha yako haitakuwa vile nataka, sitanyamaza. Bado unanyamaza bila kutulia. Na ukisikia mtu akisema nakataa kunyamaza, pia kuna wale wanajaribu kumnyamazisha. Sasa nataka uweke mkono wako wa kulia juu kuongoza ombi hili, halafu uombe peke yako kwa dakika kidogo, halafu tuweze kuendelea na ibada zetu. Tutapangua kidogo, kuna sehemu ya vitu tutaweza kufanya kwa sababu ya somo ya maana sana ambayo iko mbele kuhusiana na ndoto, na nikipenda kufungua macho yako kuhusiana na ndoto. Wakati wa wanaota ndoto hapa, kwa kama zako mabeni baraka sana kuota. Kama hauoti, kwa kama zako mabeni sikamili. Ukaweza kumwambia kama huwa hauoti usimwambie, na kuambia mwambie unaniangalia. Mwambie kama huwa hauoti usimwambie, mwambie na kikweli ndio asifikirie unaongea bwana. Mwambie na kikweli ndio asifikirie unaongea na bwana. Mwambie na kikweli kama huwa hauoti wewe uko na kasoro. Mwambie na kiruga. Wangapi waliota jana usiku kwa mkiana, wangapi waliota? Basi unaona unahitaji kufunza hii maneno na kuambia Baba. Sema amen. Haya, weka mkono juu tumalize. Sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu. Imeandikwa katika kitabu cha Isaia 62 kuanzia 1, imeandikwa kwa ajili ya Yerusalemu sitanyamaza, na kwa ajili ya Sayuni sitatulia mpaka wokovu wako, mpaka ushindi wako uweze kuonekana. Mimi nami nimeamini, na kwa ajili ya kuamini neno la Mungu nasimama kusema, nasimama kuimba, nasimama kutangaza, nasimama kuomba. Kwa ajili ya maisha yangu sitanyamaza, kwa ajili ya shughuli zangu sitatulia mpaka nifike mahali ninaenda, mpaka maisha yangu iwe vile ambavyo inapaswa kukua. Kuanzia leo roho za kuninyamazisha, roho zinazofanya bidii kuninyamazisha sauti yangu kwa njia yoyote haitafaulu, 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 haitafaulu. Kibiashara sitanyamaza, kikazi sitanyamaza, kihuduma sitanyamaza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, weka mikono yako pamoja, anza kuomba, tangaza, sitanyamaza na sitatulia. Usinyamaze kwa ajili ya mume wako, usinyamaze kwa ajili ya mke wako, usinyamaze kwa ajili ya watoto wako, usinyamaze na wanapambana na maisha yako. Kwa nini unyamaze na wanataka kukunyamazisha? Kwa nini unyamaze na wanataka kukunyamazisha? Kataa, 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 na kataa, na kataa kwa ajili ya huduma ya Winners. Na nyamana tangaza sitanyamaza, na kwa ajili ya washirika wa huduma hii na tangaza sitatulia mpaka huduma hii panuke, mpaka huduma hii ongezeke. Na kataa kunyamaza, na kataa kunyamaza. Nendele na kunyamaza
sana. Kwa nini unyamaze na mambo yako sawa? Kwa nini unyamaze na bado unakopa? Kwa nini unyamaze na bado magonjwa yanasumbua? Kwa nini unyamaze na mambo hayako sawa? Kwa nini unyamaze? Bwana akasema sitanyamaza, sitanyamaza. Kizazi cha kunyamaza, mimi ni kizazi ambacho kitanyamazishwa. Mimi ni kizazi ambacho kitanyamazishwa. Natakasa sitanyamaza. Walitafuta kunyamazisha Yesu. Herode alipopata ripoti amezaliwa mfalme wa wafalme, alitafuta njia ya kunyamazisha, lakini hakuweza. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila roho ya kunyamazisha, tafadhali kuwa serious wewe. Omba kuwa serious. Omba wewe. Wacha mchezo. Kwa nini unanyamaza na mambo hayaendi sawa? Kwa nini unanyamaza na fitina imejaa kazini ya wewe ufute kazi? Kwa nini unanyamaza na wanakushambulia sana ile biashara ya kote? Kwa nini kunyamaza na wanashambulia huduma? Usinyamaze. Nakataa kunyamazishwa katika mji wa Kericho, kwa kaunti ya Kericho, kwa taifa la Kenya. Sitanyamaza kwa ajili ya Injili. Sitanyamaza. Nitapaza sauti, nitatangaza wema wa Bwana, nitatangaza ukuu wa Bwana, nitatangaza makusudi ya Bwana. Wewe omba. Angalia vile unafanya bila kukunyamazisha kwa kasi. Angalia vile unataka kukunyamazisha. Angalia vile wanataka kukunyamazisha. Angalia vile wanataka kukunyamazisha. Kataa. Magonjwa ni ya kukunyamazisha. Magonjwa ni ya kukunyamazisha. Magonjwa ni ya kukunyamazisha. Magonjwa ni ya kukunyamazisha. Kisirani ni ya kukunyamazisha. Madeni ni ya kukunyamazisha. Weka mikono pamoja. Watu wanaomba. Hata kama hujaokoka unaweza weka mikono pamoja na ukasema nakataa kunyamazishwa. Nakataa. Sitanyamaza. Kibiashara utanyamaza. Kimaisha utanyamaza. Kikazi utanyamaza. Nasema wewe utanyamaza. Nasema wewe utanyamaza. Nakataa. Mikakati yote ya kunyamazisha ninaikataa. Pambana wewe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wanadamu hapana tafuta kukunyamazisha. Hawatafaulu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Weka mikono yako pamoja, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Weka mkono juu, nitangaze maneno haya. Nasimama katika kitabu cha Isaia 60:62. Nasimama kwa kitabu hiki kwa sababu ya kuamini. Na kwa sababu ya kuamini naitangaza kwa maisha yako. Wale wanafanya bidii wakunyamazisha kwa kazi, natangaza kama vile walishindwa kumnyamazisha Yesu, ndivyo watashindwa kukunyamazisha. Nataka tumia magonjwa kukunyamazisha na kuepusha na hiyo magonjwa. Na tumia ajali kukunyamazisha na kuepusha na hiyo ajali katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kwamba wakatafuta namna ya kumuua Yesu. Hiyo ilikuwa ni kukunyamazisha. Natangaza mbinu zote, ujanja wote wa kukunyamazisha na kuepusha nayo. Bwana akuepushe nayo. Bwana
mipaka, ipite mipaka, ipite mipaka, ipite mipaka. Chochote wamenyamazisha kwa maisha yako, ninakirudishia uhai. Chochote kimenyamazishwa kwa maisha yako, ninakiinua tena kwa jina la Yesu. Narudisha bidii yako tena, narudisha nguvu zako tena, ninarudisha tena. Na kuanzia leo washindwe kukunyamazisha, wanaotumia kukuchafua jina ili wakunyamazishe, na tangaza itafaulu. Andiko linasema habari zake zikaenea. Utendaji kazi yako yeye. Mordekai kuna kitu alifanya, na alipofanya ilinyamazika. Na kumbe kenye Mordekai alifanya ilikuwa na uwezo ya kuokoa wote na kabila lake, lakini vile alifanya ilinyamaziwa. Lakini Mungu atukuzwe, ambaye alisumbua ufalme usiku, akamwambia kuna kitu imenyamaziwa hapa, haifai kunyamaziwa. Kuna kitu imenyamaziwa sana, kuna kitu imenyamaziwa sana. Akasema nileteni hiyo faili. Alipoletewa faili akaona kuna wakati Mordekai aliokoa ufalme, lakini hakuna kitu ilitendeka. Oh my God. Naomba faili yako ya matendo yako utolewe mahali imefichwa. Wengine matendo yenu mazuri ya kikazi ni kufichwa, imefichwa. Ninaomba hiyo itolewe, ninaomba itolewe, ninaomba itolewe katika Bwana Yesu. Makofi. Si Mungu akubariki sana. Enendeni kwa kazi yenu na mkatae kunyamaza. Enendeni na mkatae kunyamaza. Kataa kunyamaza kwa jina la Yesu. Salimia watu wawili watatu na waambie sitanyamaza, sitanyamaza na sitanyamazisha. Kuna kunyamaza na kuna kunyamazishwa. Kuna kunyamaza na kuna kunyamazishwa. Na kataa kwa jina la Yesu. Ndio kama tumwambie sitanyamaza na sitanyamazishwa, sitanyamaza na sitanyamazishwa. Amen, 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 amen. Mungu amani akubariki. Tumeshukuru kuwa pamoja na wewe katika ibada hizi. Tukutane kwa wewe na pamoja na wewe katika page yangu ya Winners Celebration Center. Ninapokuletea ujumbe kuhusiana na ndoto, usitaki kukosa hii. Bwana amenitia mafuta kukufunza. Nisikilize. Bwana amenitia mafuta kukufunza. Kukufunza ni kukutoa ujinga. Bwana amenitia mafuta ni kukutoa ujinga. Usikose kutazama. Mungu akubariki, na pia hakikisha umeshare video hii katika jina la Yesu. Amen. Amen.